Sabi mke wangu. Mke wangu Sabi. Mke wangu Sabi. Mume wangu. Mbona hauko sawa leo? Na sio kawaida yako. Nimeshakuzoea mke wangu, nikija lazima unihage, unikumbatie, lakini lotoka niko pale na kuangalia hauko sawa kabisa mke wangu. Una shida gani? Ni kweli mume wangu. Ile juzi ulivyoondoka, mimi nilienda sokoni. Kurudi nyumbani, nikakuta dada Kidawa kadondoka hapa. Majirani wakanisaidia kumpeleka hospitali. Na vipi, amepata huduma? Hajapata huduma bado. Madaktari wamesema mpaka sipeleke ile matibabu 50,000. Ndio maana nimeshindwa hata nianzie wapi. Songoro mwanangu. Dhambi mkubwa. Siku zile ulivyokuja kunichukua mimi hapa kusema kule mwanangu mshirika amelala. Tukaenda tukumkuta. Nimerudi huku. Mshirika mwanangu nimemkuta kabisa amelala. Kile kitendo cha kutoka hapa kukufuata wewe tu. Tunarudi hapa, tunamkuta mshirika hayupo. Ukaniambia bange. Mwanangu, ile sio bange. Haya ni maajabu ya Musa. Musa kufukuzwa na Firauni, kupita baharini, Firauni akamfuata akaunguzwa na yale maji. Ni maajabu. Tena ni maajabu makubwa. Mke wangu, hayo unaosema ni kweli. Shida tumeombewa wanadamu. Lakini si kwa kukaa hivi mlangoni na kuonyesha watu wote, basi wewe tena huzuni umekaa hapo huna furaha, si kweli mke wangu. Unaona mke wangu? Na nikwambie jambo moja. Mimi shemeji yangu Kidawa lazima kwa kila hali nimhudumie, kwa sababu siwezi nikampenda akiwa ana nguvu zake na afya yake, lakini nitamhudumia hapo hapo alipokuwa mgonjwa. Nitajitahidi kwa kila hali. Kweli mume wangu. Usihofu mke wangu. Na kuhusu hiyo shilingi 50,000 nitakupa mke wangu. Kweli mume wangu. Ni kweli kabisa. Asante sana, nashukuru. Kwa naomba usmile, ufurahi kabisa. Kabisa. Ondoa hofu. Basi nitashukuru. Kweli mke wangu. Basi nadhani ondoa shaka, ondoa hofu, kila kitu. Asubuhi kesho mapema tu wakati unajiandaa kwenda hospitali, nitakupatia hiyo pesa upeleke. Ni kweli. Nyanyuka mke wangu. Jambo hili la kushangaza. Sabi mkubwa. Hata nimeshaanza kuhisi kitu hapo. Maana wakati ule mmoja mshirika amelala. Acha na kufuata huku kwako. Ndio. Kupeleka kule hatukumkuta. Hapa nahisi kuna tatizo. Ndio maana nakwambia hili tatizo. Kwa sababu hapa tunapoishi tunaishi duniani. Dunia ziko dunia mbili. Ya akhera na duniani. Ya akhera tuyaacha tuyajue. Lakini hapa duniani wewe ngoja mimi nitayafanyia kazi. Basi hamna shida bibi mkubwa. Sawa. Nitashukuru. Haya nashukuru. Mwanangu. Vipi hapo? Nakwambia kitu mwanangu. Nimeuleta kitu chenyewe babu. Sio kweli mwanangu, wewe muongo. Nimekuja juzi nimechukua kitu kwako mwanangu. Akieleweki kimeoza mwanangu, akieti ndani yote katika mwanangu. Nimekwambiaje? Nimeenda kule ndani sikweli kwa karibu hapo. Sasa hivi nimeenda kule ndani mwanangu, nimechukua kitu chenyewe kikali, unajua. Uhakika mwanangu. Uhakika babu. Sasa hivi biashara. Chenyewe mwanangu. Au sio? Ukitaka leo sitakuuzia. Baridi wewe ndio kile kibizo kwa kile ambacho. Au sio? Mwanangu. Sasa unajua yani nimeenda kule nimeleta kitu. Fanya hivyo mwanangu. Leo jioni kimeingia. Biashara mwanangu. Leo jioni mwanangu mshikaji nani? Namuelewa huyu. Vipi? Fresh vipi? Kama kawaida. Anakwaje? Fresh. Kama kawaida. Naona upo. Upo mwanangu. Sura ngeni mwanangu. Kwa hivyo mwanangu, sina sehemu ya kupiga story hapa mtaani. Au sio? Umefika. Tujumuike wote hapa tujueni. Kidogo mwanangu. Sema nini mwanangu? Ganja ipo? Ganja? Unakwambia sisi tunauza ganja hapa mwanangu? Sasa maskani mwanangu. Mwanangu. Sasa tuuzi ganja hapa rafiki yangu. Acha kuzindua mwanangu. Sio kachoma mwanangu unajua. Kachoma mwanangu. Sio kwa unasema ganja kumbe wetu wenyewe ndio mnatafuta wenyewe huko Hamna mwanangu, mimi siwafanikiwa. Au sio? Fresh mwanangu. Ganja ipo. Shingapi? Mwanangu wewe unavuta ganja mwanangu, unajua hata bei ya ganja rafiki yangu?
hayupo, yupo hospitali. Mimi mdogo wake. Kidawa alidondoka tu ghafla, tukampeleka hospitali. Mimi hapa sasa hivi nipo njiani ndo naelekea nyumbani. Haya, nataka tukutane na maongezi na wewe kidogo. Na sawa, haina shida. Tutakutania wapi? Kwenye Soma. Haya, sawa, haina shida. Haya, usikose. Sawa, haina shida. Bwana kuja kuchukua hapa. Au sio? Baridi. Jero tu. Wangu, una change hapa? Change? Sina change mwanangu. Bali change tampa. Au sio? Tampa hamna. Au vipi mwanangu? Chukua ganja hapo. Hapo fresh. Kitu chenyewe tu lakini. Hakika. Sema nini wanangu? Hapa nimewanunulia. Mwanangu, ni ngoja mata tuchomesha huyu mwanangu. Atununuaje ganja wakati tunazo sisi hapa rafiki yangu? Unanunuaje ganja mwanangu? Wewe nawe unatangaa kitu cha kawaida hicho, unashtuka nini sasa? Kwa mwanangu unachukua kawaida, mtu anakuja kununua ganja unachukua tu kirahisi. Mimi mwenyewe naweza kwenda sehemu nikanunulia pombe afu mwenyewe pombe sinywi. Mwambie mwanangu. Watu kibao wananunuaga watu washikaje. Angalia mwanangu sio kapotea rafiki yangu. Ganja kitu cha kawaida kununuliwa babu. Unasemaje? Sema nini wanangu? Mimi kuna jambo moja linanisumbua kinoma. Jambo gani hilo rafiki? Wangu ni mke wangu. Pale nyumbani. Kuna vitu namwambia aache lakini hataki. Anisikii. Unaona? Mke wangu ndio. Sema mwanangu kitu gani hivyo rafiki yangu ambaye usikii mke wako? Yaani kwenye vigodoro, kwenye mashughuli. Yaani yeye mama mashughuli. Sasa mwanangu utamkataza mwanamke vigodoro mwanangu, si ndio maisha yake? Mke gani huyo nani? Sami mwanangu. Sami rafiki yangu na mkeo? Ndio mwanangu. Mwanangu Minoma kagonga sana pale rafiki yangu. Minoma ndo nani kwanza? Minoma kagonga mpaka ndio fulani hivi mtaani hapa kagonga mno mwanangu, kagonga kweli kweli rafiki yangu. Kanita mpaka mimi nataka nipige, nikasema ngoja nilikuwa nasikilizia hapo. Kumbe ndio mwenyewe Sami namjua. Sami huyu mke wangu mimi Sami. Sasa mwanangu unakula mikombo rafiki yangu. Mwenzako anagongwa huko vya kutosha. Sema nini? Kama ni mambo ya kigodoro mwanangu, akirudi ndani wewe piga ngumi nini, teke nini, mikofi ataacha mbona. Cha kwanza mwanangu piga ganja sana. Kichwa kichangamka, akirudi tu unaruka naye. Hiyo nitalifanyia kazi. Au sio? Chapa kweli kweli mwanangu. Sijawahi kumpiga kabisa. Sasa ndo nazengua rafiki yangu. Sasa wenyewe mnakaa ndani huko mnajichimbia mji kijiweni tukapa nanili, semina hizo zinaitwa semina, si unajua. Semina za kijiweni napiga kweli kweli, uangalie usoni. Napiga kweli kweli. Sasa wewe unakaa ndani mwanangu, uji kijiweni tukakuelimisha. Ana maisha ya kweli baba. Fanya hivyo mwanangu, piga utaona mwenzako anaingia kwenye mstari hivi ananyooka mwenyewe. Unasemaje mwanangu? Haina noma mwanangu. Nifanyie kazi babu. Poa. Akija baridi mwanangu, bila zingatia sasa mwanangu, sio kachoma nini ile mwanangu. Siwaze mwanangu. Shesha au vipi? Baridi si tu kwa mwanangu. Wewe umeona vipi? Njoo uchukue ushauri na ganja zipo hapa rafiki yangu au vipi? Baridi mwanangu. Tukite mwanangu. Au sio? Mwanangu hata tuone kwanza rafiki yangu. Tukaje katunulia afu Na huko nitokapo sio nzuri kabisa. Ila mke wangu, nikwambie kitu kimoja kwamba ugonjwa sio kifo. Mimi nina imani shemeji yangu Kidawa atapona. Ondoa hofu kabisa. Kwa sababu hata mimi nilikuwa na ndugu yangu mmoja aliumwa, yani mpaka tulikata tamaa, tulijua anakufa. Na alikuwa hali chochote, safadhali yeye mgonjwa wenu anatumia hata mipira ya kunyeshwa uji. Lakini alinyanyukia na mpaka sasa hivi maisha yanaendelea. Na mimi nina imani shemeji yangu Kidawa atapona. Songolo mwanangu. Dhambi mkubwa. Hapa naona kumekucha. Tena kumekucha kabisa. Kwa sababu mimi sipati usingizi. Silali. Hata nikipata usingizi namuona mwanangu mshirika huyu hapa. Unajua kumuona mshirika huyu hapa, lakini nikifungua macho simuoni. Kwa hiyo
Unavoniona mguu huu haulali, ndio unatoka Nyigwa Morogoro. Kule kuna mtaalamu, kuna mganga mzuri sana. Naona atanisaidia haya matatizo yangu. Mume wangu haina shida. Lakini nilivyokuwa natoka hospitali, kuna bibi alinipigia simu. Bibi? Ndiyo, alinipigia simu kaniambiaje, ukipata muda uje tuongee na maongezi na wewe. Amekupigia simu wewe? Ndiyo, kaniambiaje, uje kuna maongezi mimi na wewe kuhusu dada yako. Kasema nafahamiana na dada. Sielewi ni maongezi gani. Basi sawa, hamna shida mke wangu. Hilo atapokupigia simu nadhani utanijulisha, lakini mke wangu toka uondoke hospitali, kiukweli hali yangu ya tumbo huku, yaani naona linanguruma nguruma tu, nina njaa sana. Nilikuwa namuuliza Sabi, sijui nimemkuta. Sabi? Kuna vipi wewe? Mimi mjomba wake, naitwa Maido. Maido? Maido. Sawa bwana Anko Maido bwana. Ni kweli mke wangu kila siku anakuongelea bwana, mimi na mke wangu bwana Anko Maido bwana, mcheshi na nini. Ndio. Heshima yako mjomba bwana. Ndio mimi hapa. Shikamoo mjomba bwana. Marhaba, ujambo? Karibu sana mjomba. Asante za siku. Salama tu. Mjomba wangu. Mjomba wako yuko. Mke wangu Sabi. Abe. Njoo mke wangu muone Anko Maido amekuja bwana leo bwana. Haya nakuja. Anko. Muda. Jamani, nilikuwa na shauku kubwa kukuona Anko wangu yani. Bwana mimi nikajua nikifika kwa Anko yangu nitakuta vitoto vitakuja vinanikimbilia. Anko. Niambie mjomba. Marhaba, ujambo? Jambo wewe. Za siku. Salama sisi. Safi, mbona mjomba unafanya jambo la kheri hivi unashindwa kunipa hata taarifa? Mimi sina taarifa yoyote, nimekuja na ulizia jamani mpaka nimefika. Hamna baba na mjomba, tuko hapa kila siku. Kwa muda gani? Miezi miwili. Jambo la kheri. Jambo la kheri sana. Vipi lakini? Huku kwema tu akijambo. Ndio. Mjomba, kama atakuwa na kazi anaendelea huko unaweza kumruhusu. Mke wangu Sabi. Basi wewe kaendelee na yale maswala. Mimi ngoja niendelee kuongea na Anko. Sawa Anko, jisikie uko nyumbani. Ila harakisha, si unaona mgeni amefika Sawa sawa. Ina shida. Afadhali nimekukuta wewe. Ndio mjomba. Si unajua tena sisi wanaume tuna kifua cha kutunza mambo. Ni kweli mjomba. Sasa bwana, si ulikuwa na taarifa za mgonjwa? Hizo nafahamu. Leo siku ya 3 nafahamu. Mke wangu anakwenda huko anarudi, nafahamu hapo. Sasa bwana, yule mgonjwa ametutoka.
Jamaa mimi. Karibu vipi? Mambo. Kwa mwanangu Songolo. Niambie mwanangu. Unaona wachumba wawili hapo. Mmoja wako mmoja wangu. Kwenye angalia hapo nyewe mnapofungua hapo ndio tukana. Unajua nini mwanangu? Yaani mambo nimeshataka kabisa. Kitambo sana nishaacha mambo. Mke wangu Sabi. Ndio maana nikakwambia afadhali nimekukuta wewe. Ndio maana nilivyofika hapa nikakwambia huyu kama ana kazi zake mruhusu afanyeje? Aende. Haya yaongeze wanaume. Sasa wewe cha kufanya ndio hatakiwi kupata taarifa kwamba mgonjwa ametutoka. Hapa tumia mwanaume wako mchukue kiakili peleke kwa mama yake. Sawa mjomba. Hilo nadhani limeisha. Ndio. Mimi kila kitu nitamwandaa mke wangu. Tampeleka kwa mama kule. Jitahidi usionyeshe utofauti wa aina yoyote. Mjomba, hilo limeisha. Asije akagundua kitu chochote. Sawa mjomba. Basi sawa, mimi ngoja niondoke. Ila anapika hiyo. Bwana mjomba, sasa hivi sidhani kama kinaweza kupita hapa. Basi sawa mjomba. Ndio. Haya. Basi sawa. Haya mjomba. Haya. Natokea kipindi kile swali lilotokea kule porini. Sina tamu sana kabisa. Acha hizo mwanangu, nipe funguo basi mimi nikaangalie mazingira yangu. Unajua ni mwanangu na vingine vingi hujui sana yani. Kwa mwanangu na roho msela gani? Mwanangu mimi siwezi mwanangu. Hata uje napanga vipi mwanangu funguo sikupi. Unataka nenda zako porini? Wasitadue. Bwana kuna zora imetokea kidogo kwenye mnaweza mkajichenga tu. Sasa kwa nini umetusumbua? Muda wote huo. Mwanangu bwana unazingua mwanangu. Umetuteshia muda wetu hapa. Acha dharau mwanangu. Siku nyingine usifanye hivyo. Ila mimi sijapenda. Hatujapenda kikweli. Sipendi yani mjomba mimi napenda mambo haya. Sitaki. Mke wangu Sabri. Mke wangu Sabri. Abe. Njoo mara moja mke wangu. Mwingine sio lazima tukae ndani. Mwingine tukae nje hapa kidogo tunapata hewa. Kwangu mimi nimekaa hapa nimefikiria. Unajua siku mbili hizi nilikuwa niko busy sana. Na wewe ulikuwa pia uko busy. Ulikuwa unakwenda hospitali sana kumwangalia dada. Ila kuna wazo nimelipata, nimesema kwa nini tusende nyumbani tukamfariji naye bi mkubwa. Umefikiria tuende kwa mama? Mke wangu sababu yuko mpweke sana bi mkubwa. Sawa, haina shida, vizuri kama umefikiria hilo. Basi sawa, mimi nadhani uende ndani ukajiandae mke wangu. Sawa, haina shida, ngoja mimi nikajiandae haraka na kuja sasa. Changamka mke wangu. Changamka Sawa. Odi. Odi. Humu ndani wapo wenyewe kweli? Karibu. Asante. Nani dada? Kaka. Niliona muda unakonda, nilijua unachelewa, ndio maana nilitaka nikufuate stand. Nishafika. Sasa leta kwa kafuku tuweke. Asante kaka. Haina shida kaka. Kangu Sabi. Changamka. Haya, nakuja. Hai. Ndio nyo nani? Lika mlango.
Msiba wa nani? Msiba juu ya shemeji yangu Kidawa amefariki, ambayo ni dada. Kina mshirika jamani, mnatafutwa na lijitu lenye miguvu yake, lijitu lenye miguvu yake kweli kweli. Sijui lijitu lile, sijui liganga lile, sijui lipe kazi kwenu.